Wewe Mungu ni mkuu, Alfa na Omega, Melkizedek, mfalme wa haki, mfalme wa amani. Ninakushukuru na kukushia sifa na utukufu. Nimesimama mbele za watoto wako, maana wao ni wa thamani sana mbele za nuru ya uso wako. Baba, asante kwa ajili ya rehema ambazo ni kilemba vichwani mwetu. Asante kwa neema kwa sababu ni mikufu shingoni mwetu. Ninakushukuru mfalme wa amani kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu, na mlipotuunganisha tuweze kujifunza habari zako. Chana asubuhi ya leo umenituma neno lako niweze kuponya na kutuokoa na kutoa kwenye maangamizo yote. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Asante Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, mbona mnaniangalia kwa makini sana? Niko sawa sawa tu. Ujumbe wetu wa leo kwa wanaoandika, naamini kila mtu anaandika, kila anarekodi. Andika, sitaangushwa na wana wa uovu. Sitaangushwa na wana wa uovu. Kuangushwa kwa lugha nyingine kuuawa au kuondolewa. Haleluya. Kuondolewa kwenye ile position Mungu aliyokuwekea, kwenye ile maisha au kwenye zile baraka Mungu alizokuandalia. Jina la Bwana libarikiwe. Hizi ni nyakati za mwisho tunazoziishi sasa. Biblia imezitaja kuwa ni nyakati za hatari. Hatari hii iko ndani ya kanisa, lakini pia iko nje ya kanisa. Ukiwa ndani ya kanisa, hatari ipo kama utaenenda pasipo kumjua sana Mungu. Lakini nje ya kanisa kuna hatari kubwa zaidi, kwa sababu roho za uharibifu zinaachiliwa kuliko wakati mwingine wote. Lakini ndani ya kanisa kuna kimbilio kubwa iwapo utakuwa umeamua. Nanisikia vizuri. Haleluya. Ndani ya kanisa kuna neema kubwa nyakati za mwisho, kwa sababu nyakati za mwisho zilianza tokea Yesu alipochukuliwa na mawingu mpaka leo zinaendelea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mnanisikia vizuri? Nani ananisikia vizuri hapa? Punga mkono ananisikia. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa sababu Biblia inasema utukufu wa mwisho wa nyumba yangu utakuwa mkubwa kuliko ule wa mwanzo. Sasa kazi ya sisi wahubiri iko ya aina nyingi katika ulimwengu wa roho. Mtume Paulo anasema wengine wanapanda, wengine wanapalilia, wengine wanatia mbolea, wengine wanamwagilia. Lakini anayejua leo nimetiwa mbolea au nimemwagiliwa ni wewe msikilizaji au mpokeaji au mlaji wa Injili. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maana baba yetu yuko hapa. Yeye amefanya kazi, tunamtukuza Mungu kwa ajili yake na wewe ambaye upo. Maana bila wewe na bila yeye au bila wao sisi tungekuja kufanya nini? Lakini tumekuja mahali hapa kama ilivyoandikwa, chuma kunoa chuma ndivyo ulivyo uso wa mtu na rafiki yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana hapa tumekuja na amini kabisa mpaka mwisho wa injili hii, kwa sababu Biblia inasema hakuna jambo jipya chini ya mbingu, lakini neno la Mungu ni jipya kila siku. Na kwa sababu neno la Mungu ni jipya kila siku, najua kabisa utapokea uponyaji, najua kabisa utapokea baraka, utapokea kufunguliwa, utapokea mahitaji yako yote, kwa sababu ya neno la Mungu lipo na mtumishi wa Mungu yupo na madhabahu ipo. Mpige Yesu makofi na vigelegele. Nakumbuka wakati nilipookoka, ile naokoka mwaka 98. Kuna mchungaji alichukua tukaenda mlimani. Tukaenda wapi? Mlimani. Tulipofika mlimani kwenye kufunga, nilikuwa sijaje kufunga.
Alafu akasema tunafunga siku 3 kavu. Nilikuwa sielewi. Mimi siku ya kwanza pale ndani ya saa 24 nje nyuma sana. Tulikuwa tuko sawa. Yaani pamoja na mchungaji. Njaa hiyo nyuma nikapiga mahesabu. Hivi kwetu ni nani aliyeokoka? Kuanzia baba, mama na ukoo wote. Mbona mimi sasa naanza kujitesa imani ya watu? Amen. Halafu kwa kila tukiomba baada ya masaa 3-4 mchungaji anatuita. Jamani njoni. Wewe umeona maono gani? Kila mtu aseme maono aliona. Wenzangu wote wanaona maono. Mwingine akwambia nimeona moto kupita juu. Mwingine asema niliona ndege ng'ombe kapita juu. Akisema Ayubu mimi sijaona chochote. Haya, baada ya sasa ongeni tuombe tena. Sasa nikasema shetani akana nieleza. Ananiambia, "Hivi wewe uone unaweza kuona maono, unaona maono. Si uondoke. Wewe unaweza kuona mpaka si ndege, wanaona moto, si wanaona nini? Wewe peke yako umedania gani kwa mbele?" Amen. Nikaanza kupiga message ya kutoroka siku ya pili. Kaambia hapa kwa sababu tumebadilisha ziko kule kwa mlinzi, ni sehemu moja ambayo ni gade. Kwa wale wanaojua gade. Haleluya. Sasa siku ya pili njaa nyingine kazana, njaa inauma, afu maono sioni. Mwambie wenzako njaa inauma, afu maono huoni. Na shetani yuko mbali, wenzako wote walikuwa wanaona maono. Yaani kila mchungaji akitiita, wenzako wote mimi nimeonyeshwa hivi, ndio kwa nini nimesikia sauti nisema hivi. Yaani kasoro mimi tu. Sasa nikifikiria kwa baba, kuna aliwahi kuokoka, kwa upande wa mama, kuna aliwahi kuokoka, nikaona hapa nimedania gani kwa nini? Kwa mbele, hapa ni kutoroka tu. Haleluya. Haleluya. Wakati najiandaa kutoroka, siku ya 3, ilikuwa siku ya pili, saa 7 mchana, nakumbuka yule mchungaji alikuwa ni msukuma mtani wangu. Akakumbe yuko rohoni sana, akagundua kwamba huyu mtumishi tunakoendelea na huyu anatoroka. Au sijui kama alikuwa anatoroka au vipi, kwa sababu nilikuwa nimekaa juu ya jiwe polini kule. Yeye akapita nyuma yangu, akawa anakuja ili anistue, yani akawa kwa ile wewe, lakini nilikuwa sijajua. Alikuja kuniambia baadaye. Yaani anistue tu. Amen. Kwa hiyo wakati nimekaa kwenye ile jiwe na mchungaji ananiemelea kwa nyuma, anakuja anapangua miti. Mimi ghafla nikaona kuna mwamba mbele yangu wa kijivu. Na mimi nikaingia kuona maono. Haleluya. Haleluya. Nikasema sasa mwamba manake nini? Ule mwamba ghafla akabadilika kama mtoto wa kiume, amevaa uniform. Shati ya shule nyeupe, lakini na suruali na ile kaptula ya kijivu. Mwanafunzi mdogo kama darasa la 4 la 5. Nikamwambia, akaniambia unanijua mimi? Nikamwambia kwani wewe nani? Asa wakati naanza kuongea naye, mchungaji akawa anasikia, lakini anajitahidi kuchungulia, haoni naongea na nani. Lakini mimi naongea naye na muone. Yule kijana akasema mimi si wanane, niko na nyie, wewe unataka kutoroka kwa sababu gani? Nikamwambia kwani wewe nani? Akaniambia wewe wakati uko Anglican huko, uliwahi kusoma habari za Mesha Cheke na Benedicto? Nikamwambia ndio. Akaniambia ni kweli unaweza kunisimulia? Nilikuta mamlaka kweli. Nikaanza kusimulia, nikamwambia waliamua simulie sanamu na nini, sanamu ya dhahabu. Nikaanza kusimulia, akaniambia sasa mchungaji ameshikilia binti hivi, ulifanyia wewe anashindwa na huyu anaongea na nani? Kila kichungulia homoni na ongea naye, akakatulia na utisho huo. Amen. Lakini baadaye yule mtoto akaniambia hivi, akana nilipomuuliza habari za Mesha Cheke na Benedicto, nikafikia hatua nafupisha kidogo, sema amina. Nikamwambia walitupa baada kwenye tanuru ya moto iliyoongezwa au iliyokolezwa moto mara 7. Lakini waliowatupa walikufa na ule moto. Wao kamba tu walizokuwa wamefungwa zikatika, wakaanza kutembea katikati ya moto. Akaniambia nikamwambia, akaniambia endelea. Nikamwambia baadaye ilionekana kuna mtu wa 4 alikuwa na sura ya wana wa Mungu aliongezeka katikati yao. Na mfalme Nebukadneza akamuona, akasema Shadraka, Meshaki na Abednego niliwatupa watatu. Mbona ameongezeka katikati yenu mwenye sura ya wana wa Mungu? Akasema tokeni. Halafu anatembea katikati ya moto wa Mungu. Akaniambia sasa, je, hujui
yule ambaye alikuwa katikati ya Meshaki, Shadraka na Abednego ndio mimi. Sasa aliposema vile, sura yake ikabadilika, ikawa na miale ya moto. Amen. Miale ya nini? Moto. Sura yake ikatisha kweli. Nikapiga kelele kwa sababu nikaa juu ya jiwe, nikapiga kelele, nikapiga samba zote. Mchungaji naye akapiga samba zote. Yaani lakini hakuelewa ni nini. Alafu akaniuliza nini? Nikamwambia mchungaji, nimekoma kwa mimi. Nimekutana na Yesu uso kwa uso. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikutie moyo. Mchungaji wewe pamoja na utani wangu, lakini alisema ndio ukome kwa mimi. Amen. Lakini kaona kumbe na mimi niko na Yesu. Sasa nakutia moyo ulioko mahali hapa, kuja dandia kwa mbele. Amen. Yesu yuko na wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu yuko na wewe. Haleluya. Usisubiri mpaka kutoka upige makelele. Amini tu Yesu yuko na wewe. Unajua hakuna kitu cha thamani mbele za Mungu kama mwimbaji alivyoimba hapa, furaha ya Mungu pamoja na wanadamu. Furaha ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Mungu wetu ni Mungu mwenye uwezo, ni Mungu anayetisha, ni Mungu mwenye nguvu. Zaburi 62 mstari wa 11 Biblia inasema, mara moja nimesikia, mara ya pili imenenwa ya kwamba nguvu zina Mungu. Haleluya. Nguvu zina Mungu. Shetani anachofanya kwenye maisha yetu, anajitahidi sana kutusahaulisha shuhuda zile Mungu alizozitenda katika maisha yetu. Haleluya. Na neno linasema walimshinda shetani kwa neno lao la ushuhuda na damu ya mwanakondoo. Na ndio vitu vilivyofanyika hata kwa mfalme Daudi. Alipomwona Goliathi mbele yake watu wanamkimbia, mwanajeshi mrefu kama nguzo ya umeme ambaye amepigana vita miaka 40, anapewa historia kwamba huyu bwana hajawahi kutoka draw vita, hajawahi kupigwa wala kutoka draw. Lakini Daudi yeye hakusikiliza yale maneno. Alichoangalia ni zile shuhuda za kule polini, namna aliweza kumuua mwana simba wakati anataka kumpola nini, wakati anataka kumpola kondoo wa baba yake. Na siku moja alimuua dubu wakati dubu anataka kumpola mmoja wa kondoo wa baba yake. Makofi na vigelegele kwa Daudi kwa jina lake. Nyakati hizi za mwisho, Yesu anashughulika na mambo yetu kuliko wakati mwingine wowote. Yesu yuko karibu na sisi kuliko wakati mwingine wowote. Yesu hataki masiara juu ya watu wake kuliko wakati mwingine wowote. Sio mimi ni maandiko, sio mimi ni neno la Mungu. Ndio maana akasema utukufu wa mwanzo, utukufu wa mwisho wa nyumba yangu. Nyumba hapa ni nyumba ya Mungu. Utukufu wa mwisho wa nyumba yangu utakuwa mkubwa kuliko ule utukufu wa mwanzo. Utukufu manake ni immortality, kutokuharibika. Haleluya. Ndio maana ukiona watu wanaita mwezi mtukufu, unabaki unashangaa kidogo, kwa sababu Biblia inasema siku atakapoonekana Yesu, mwezi na jua vitatiwa giza, vitakuwa kama mkaa milele, yaani vitaharibika. Sasa utahitaji kitu kitukufu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Haleluya. Kwa hiyo hapo utukufu ni Mungu peke yake. Kwa hiyo utukufu wa nyumba yako, utukufu wa mwisho utakuwa mkubwa kuliko ule wa mwanzo. Yesu Kristo, Biblia inasema pale msalabani aliongea maneno sawa. Lakini Biblia hapo inasema neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, bali kwa wanaokolewa ni nguvu ya nani? Ya Mungu. Sasa neno gani la msalaba? Sisi kama watumishi wa Mungu, mimi na wewe, neno la msalaba au neno tunaangalia neno la mwisho katika maneno saba yote yaliyokuja msalabani, la mwisho lilikuwa lipi? Kidunia. Unajua hata Yesu alikuwa anapenda kusema anasema nitakapowaambieni mambo ya duniani msinielewe, mtanielewa wapi nikiwaambia mambo ya mbinguni? Na mimi niseme mambo ya duniani fanya. Mara nyingi wazee wanaofariki, ndugu akifika huwa anataka kusema nani alikuwa na marehemu kabla ya kufariki, ili wapate kusikia neno la mwisho. Marehemu alisema nini neno la mwisho? Hiyo kidunia. Amen. Na sisi tunaangalia Mwokozi wetu alisema nini neno la mwisho kabla ya kufariki. Alichosema ni kwamba imekwisha.
Hilo ndio neno ambalo ni nguvu ya Mungu kwa wanaookolewa. Imekwisha. Kama ni magonjwa, imekwisha. Kama ni maskini, imekwisha. Kama ni taabu, imekwisha. Siku zote ukiingia madhabahuni kwa Mungu, anza kuulizia lile neno la mwisho alilolisema Mwokozi wako kabla ya kuondoka duniani kwenda kumnyang'anya shetani mamlaka. Ni neno gani alisema? Alisema imekwisha. Haleluya! Piga kelele, imekwisha. Piga kelele, imekwisha. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Naomba tusome kitabu cha Danieli wa pili, Danieli sura ya pili, kuanzia mstari wa kwanza. Kitabu hiki au sura hii inaelezea habari ya mfalme Nebukadneza aliyeota ndoto ya mfalme Nebukadneza. Aliota ndoto alafu akaisahau. Mwambie mwenzako unaota ndoto alafu unasahau. Ila kwa sababu alikuwa ni mfalme, anamiliki dunia, anatawala dunia nzima. Na katika ufalme wake alikuwa ameajiri wachawi na waganga na wasoma nyota, walikuwa ni waajiriwa. Yaani kama ndio Biblia tunasema amewanunulia maviete, amewajengea majumba wachawi. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kama hivyo vitu vipo mpaka sasa vinafanyika. Tulishaonaga kwenye mambo ya siasa, mtu anataka kugombea urais hapa Tanzania, utakuta anaenda kuleta mashehe kutoka Nigeria, anawajengea nyumba au ananunulia gorofa. Mashehe kutoka Senegal anawanunulia mpaka Mercedes Benz, manini, anagombea nini? Urais. Sio, umeelewa? Sasa hiyo haijaanza leo, hakuna jambo jipya chini ya mbingu. Kumbe ilianza tokea kwa kina Nebukadneza. Haleluya. Nebukadneza naye alikuwa ameajiri watu wa namna hiyo. Alikuwa ameajiri wachawi, alikuwa ameajiri wasoma nyota, alikuwa ameajiri waganga. Akawafuata, akasema naomba mniambie ndoto na mniambie na tafsiri yake. Lakini wakamwambia, mfalme, neno unalotaka hakuna mtu yeyote amewahi kulitaka duniani. Na hilo neno ni gumu, hakuna mwanadamu anaweza kusema hilo neno. Wewe mfalme umetuambia ndoto uliyoota, lakini sisi tutatoa tafsiri. Akawaambia, mnataka kupiga chenga, mnataka kutenda neno ovu, mnataka kunikwepa. Kuna adhabu moja tu, msiponiambia ndoto na kuniambia tafsiri yake. Nitawakata vichwa nyie wote na uzao wenu wote, kwa sababu nataka kutendea mfalme uovu. Haleluya, haleluya. Wale watu wakahangaika sana, wakamwambia mfalme, neno kama hili ni watu wasio na kikao na wanadamu wanaweza kukueleza au kukuambia, lakini sio mwanadamu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Hapa nafahamika sana, kumbe wachawi na waganga ni wanadamu wa kawaida. Wasoma nyota ni wanadamu wa kawaida. Ila yule mtu aliyeokoka na Roho wa Mungu sio mwanadamu wa kawaida. Ndio maana Biblia inasema tumeketishwa pamoja na Yesu Kristo juu sana. Ina maana hata mamlaka yetu au makazi yetu haiko hapa duniani. Makazi yetu tunajiona kana kwamba tuko Goba, lakini tumeketi pamoja na Kristo juu sana katika mkono wa Mungu aliye hai. Haleluya. Ndio maana walipo mfalme aliposema hapa hakuna namna yote mnaenda kuuawa. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naweza kusoma hapo kidogo au kuna msomaji? Danieli sura ya pili, kwanza mstari wa kwanza. Hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadneza aliota ndoto, na roho yake ikafadhaika, usingizi wake ukamwacha. Ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga na wachawi na wasihiri na wakaldayo wapate kumweleza mfalme ndoto zake. Basi wakaingia wakasimama mbele ya mfalme.
Mfalme akawaambia, nimeota ndoto na roho yangu imefadhaika hata nijue tafsiri yake. Ndipo hao Wakaldayo wakamwambia mfalme kwa lugha ya Kiaramu, ee mfalme, uishi milele, tuambie sisi watumishi wako ile ndoto, nasi tutakuonyesha tafsiri yake. Mfalme akajibu akawaambia Wakaldayo, neno lenyewe limeniondoka. Msiponijulisha ile ndoto na tafsiri yake, mtakatwa vipande vipande na nyumba zenu zitafanywa jaa. Bali kama mkinionyesha ile ndoto na tafsiri yake, nitawapa zawadi na thawabu na heshima nyingi. Basi nionyesheni ile ndoto na tafsiri yake. Wakajibu mara ya pili wakasema, mfalme na atuambie sisi watumishi wake ile ndoto, nasi tutamuonyesha tafsiri yake. Mfalme akajibu akasema, najua hakika ya kuwa mnataka kupata nafasi, kwa sababu mmeona ya kuwa lile neno lenyewe liliondoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona kwamba hapa Mungu anataka kufundisha mimi na wewe. Sababu Biblia inasema haya yote yameandikwa kwa mfano kwa ajili yetu. Amen. Haleluya. Mungu anataka kufundisha neno moja. Hawa wachawi kwamba njia ya Mungu ni fupi. Hawa wachawi na waganga na wasihiri walikuwa wamefanya uganga na wamemtumainisha mfalme na ameamini kwamba bila sisi uchawi wetu wewe usingekuwa rais hapa. Lakini Mungu anataka kugeuza ule uongo wao ufike mwisho. Mfalme anasema kama kweli nyinyi mlikuwa na uwezo kunifanya mimi niwe mfalme, inawezekanaje ndoto nimeisahau mshindo kunikumbusha ndoto na kunipa tafsiri? Mwambie mwenzako hapo sasa. Haleluya. Haleluya. Yaani kama una uwezo wa kufanya mtu awe rais, wewe ni mchawi, wewe ni mganga, inawezekanaje unakosa uwezo wa huyo uliyemfanya kuwa rais akiota ndoto ameisahau? Usimwambie ile ndoto. Ndio maana mfalme alikazimika akasema, kumbe nyinyi waongo, mimi nawakata vichwa wote. Haleluya. Makofi kwa Bwana Yesu. Haleluya. Akasema hapa hakuna mchawi wala mganga atakayesalia, hakuna msoma nyota atakayesalia. Kumbe ufalme nimepewa na Mungu, ila nimesikizia tu kwa kwamba tungulizeni. Jina la Bwana libarikiwe. Chochote kinachofanyika kwa ajili ya kustawi kinafanyika na Mungu kwa jina la Yesu. Chochote kinachofanyika kwa ajili ya mema kinafanyika kwa ajili ya Mungu kwa jina la Yesu. Lakini shetani kwa sababu ni mwongo, baba wa uongo, ametanguliza uongo fulani kana kwamba ni yeye alifanya hivyo, lakini Mungu yuko kazini kwa ajili ya maisha yako. Mungu yuko kazini kwa ajili ya taifa la Tanzania. Mungu yuko kazini kwa ajili ya dunia yote, kwa sababu yeye ndiye yuko kwenye control. Haleluya. Mfalme aliwabadilikia, akaambiwa nyie siku zote mmejifanya nyie ndio mmeniweka kwenye ufalme. Leo hakuna kisingizio. Bwana Yesu asifiwe. Naomba urudie mstari unaotumaliza hapa. Wa 14. Mstari wa 14. Ndio. Biblia inasema wa 12 samahani. Mstari wa 12. Ndio. Basi kwa hiyo mfalme akakadhibika sana, akaona hasira nyingi, akatoa amri kuangamiza wenye hekima wote wa Babeli. Basi ile amri ikatangazwa na hao wenye hekima walikuwa karibu na kuuawa. Watu wakamtafuta Danieli na wenzake ili wawaue. Ndipo Danieli kwa busara na hadhari akamjibu Arioko, akida wa walinzi wa mfalme, aliyekuwa ametoka ili kuwaua wenye hekima wa Babeli. Alijibu akamwambia Arioko, akida wa walinzi wa mfalme, mbona amri hii ya mfalme na mkali namna hii? Ndipo Arioko akamwambia, akamwarifu Danieli habari hiyo. Basi Danieli akaingia akamwomba mfalme ampe muda, kisha yeye atamwonyesha mfalme tafsiri ile. Makofi kwa Bwana Yesu. Amen. Mfalme alipokuwa na hasira kali, tayari mapanga yanaondolewa kwa ajili ya kukatakata watu wakamtafuta Danieli. Mwambie mwenzako watanitafuta. Mwambie wakati wanataka kuuawa watanitafuta. Ukiamini yote yanawezekana. Jina la Bwana libarikiwe. Mwambie mwenzako watanitafuta. Haleluya. Naona ukitafutwa kwa sababu na roho wa Mungu. Naona ukitafutwa kwa sababu ya msaada. Nasema kuja dandia gari kwa mbele kama mimi kule mlimani.
amini utatafutwa tu kwa ajili ya kuokoa maisha hata ya waovu, kwa sababu Mungu afurahi kifo cha mtu afapo na dhambi zake. Mwambie mwenzako utatafutwa. Danieli akaenda akamchukua Meshaki, Shadraka na Abednego, wakaenda kuomba. Walipoomba, Biblia inasema usiku ule ule Danieli akafunuliwa katika njozi ile ndoto na tafsiri yake. Naomba rudia mstari wa ngapi hapo? Haleluya. Rudia mstari wa 25. Mstari wa 27. 25. Ndipo aliyokuwa akamuuliza Danieli mbele ya mfalme kwa haraka. Akamwambia, hivi nimemwona mtu wa hao wana wa Yuda waliohamishwa atakayemjulisha mfalme ile tafsiri. Mfalme akajibu akamwambia, Danieli aliyekuwa akiitwa Belteshaza, je, waweza kujulisha ile ndoto niliyoiona na tafsiri yake? Mfalme anamuuliza, hapa nina hasira kweli, watu lazima wauawe. Sasa Danieli uliyekuwa akiitwa Belteshaza, unaweza kuniambia ile ndoto na tafsiri yake? Ndio. Danieli akajibu mbele ya mfalme. Ndio. Akasema, ile siri aliyoniuliza mfalme, wenye hekima hawawezi kumfunulia mfalme, wala wachawi, wala waganga, wala wanajimu. Lakini yuko Mungu mbinguni afunuaye siri. Hapo hebu samahani. Hivi unasikia unajifunza neno gani hapa? Danieli kwanza akatamba kwa nani? Kwa Nebukadneza, kwa mfalme. Anasema hivi, mfalme, hawa waganga na hawa wachawi na hawa wasoma nyota hawawezi, haya mambo hayawezi. Yuko Mungu mbinguni. Haleluya, haleluya. Kanisa sasa hivi mahali popote usiongee habari za shetani iko hivi, sifi maso iko hivi. Wao ongea habari za Mungu wa mbinguni. Waambie kabisa hao hawawezi, lakini yuko Mungu mbinguni anayeweza kufanya mambo. Haleluya. Unajua uzuri wa Biblia inajitafsiri. Yaani Biblia ukiisoma na yeye anakusoma. Ikisema wataweka mikono ya wagonjwa juu ya wagonjwa watapata afya. Unaposoma pale na yeye anakusoma na kwambia, lakini wewe ukiweka mkono juu ya mgonjwa ndio kwanza anafikiwa. Yaani ukisoma Biblia na yeye anakusoma, kwa sababu neno la Mungu liko hai. Biblia inajitafsiri yenyewe. Haleluya. Danieli anatamba anasema, mfalme, ngoja nikwambie, hawa waganga wa ajili unaowalipa maposho hawa, uliowajengea majumba hawa, hawana uwezo kufanya mambo haya. Yuko Mungu mbinguni anaweza kufanya mambo haya. Yuko Yesu Kristo anaweza kufanya mambo haya. Yuko Yesu Kristo anaweza kuondoa uvimbe. Yesu Kristo anaweza kuponya. Yesu Kristo anaweza kufufua. Yesu Kristo anaweza kuinua. Yupo anayeweza, lakini sio hawa watu wa dunia, sio wanadamu hawa kawaida. Na kula alishamwambia mfalme wao wenyewe kwamba, mfalme, mambo haya unayotuambia sisi wachawi na waganga na wasoma nyota hatuwezi. Labda mtu asiye na kikao na watu wenye mwili. Ni nani? Mwambie mwenzako ni mimi. Mwambie ni mimi. Si ndio umeambiwa ya kale yote yamepita, tazama ni mapya. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu mwambie, mwangalie mtu usoni, mwambie ya kale yote yamepita, tazama ni mapya. Sasa unadhani ni mapya au ni wa kawaida? Yaani hapo ulipo una kikao na wenye mwili. Huo ni Daudi anasema, usikae barazani pa wenye. Haleluya. Wala usiende katika shauri la wasio. Haleluya. Ipigie makofi kwa sababu wewe ni mtu. Sasa Danieli anaonyesha mfalme. Mfalme kumbuka, anakumbuka na akili. Wafalme wana akili sana. Amen. Wafalme wasao kitu. Wachawi na waganga walikusanyika wakamsujudia mfalme, wakasema, mfalme, hili neno anayeweza ni yule ambaye hana kikao na wanadamu. Sasa mfalme anakumbuka lile neno na kuangalia Danieli anaweza. Anaanza kutafakari, na maana Danieli hana kikao na wanadamu. Makofi kwa Danieli. Haleluya. Haleluya. Mwambie mwenzako unaweza. Mwambie unaweza. Jisemee mwenyewe, sema ninaweza. Sitaangushwa na wana wa waovu. Sitapotezwa na wana wa waovu, kwa sababu hawawezi, ila Mungu wangu anaweza. Mungu wangu anaponya. Mungu wangu anainua. Mungu wangu analinda. Mungu wangu
wangu anabariki. Mungu wangu anafungua. Sema ninaweza. Sema ninaweza. Piga kelele ninaweza. Piga ninaweza. Sema ninaweza. Kwa jina la Yesu naweza. Hata kama uko na zangu ndani kwa mbele lakini unaweza. Jina la Bwana libarikiwe. Twende tumalizie. Kuna point moja hapa nataka nimalizie nayo. Lakini yuko Mungu mbinguni afunuaye siri. Ndio. Naye amemjulisha mfalme Nebukadneza mambo yatakayokuwa siku za mwisho. Sikiliza. Hata kushika sasa. Weka moyoni, weka Mariamu. Maana Gabriel aliposhuka akaongea na Mariamu ile salamu, Mariamu aliweka nini? Na wewe weka moyoni. Daniel anamwambia mfalme, mambo haya Mungu amemjulisha mfalme kwa ajili ya nyakati za nini? Nimesema nyakati za mwisho zilianzia tokea Yesu alipochukuliwa na mawingu mpaka leo zinaendelea. Kwa hiyo haya mambo uwe makini na kwenda kumalizia. Ilikuwa ni kwa sababu ya siku za mwisho ambazo haikuwa kwa ajili ya Danieli wala Nebukadneza. Ilikuwa kwa ajili ya siku za mwisho ya mimi na wewe. Makofi kwa Bwana Yesu. Haleluya. Yaani Nebukadneza anaomba ndoto. Wachawi wanakosa kuuawa. Waganga wanakosa kukatwa vichwa. Wanajibu wanakosa kukatwa vichwa na familia zao. Daniel anatafsiri, wanaingia kwenye maombi na kina Meshach na kina Abednego. Yote yalikuwa yanafanyika ni kwa sababu ya upendo Mungu alikuwa anatuandaa mimi na wewe. Naomba urudie mstari wa ngapi? Haya. Ndio. Ndoto yako na njozi ya kichwa chako ulizoziona kitandani pako ni hizi. Wewe mfalme, mawazo yako yaliingia moyoni mwako kitandani pako ya mambo yatakayokuwa. Halafu na yeye afunuaye siri amekujulisha mambo yatakayokuwa. Lakini mimi sikufunuliwa siri hii kwa sababu ya hekima yoyote nilionayo zaidi ya watu wengine walio hai, bali kusudi mfalme afunuliwe ile tafsiri. Ngoja nikupe point hapa. Daniel akasema mimi sikufunuliwa haya mambo kwa sababu ya hekima yoyote nilionayo zaidi ya wanadamu walio hai, lakini ni kwa sababu yake Mungu amefunua. Mungu analipenda kanisa siku zote. Mungu anafunua vitu vizito, anafanya mambo makubwa ndani ya kanisa, si kwa sababu ya hekima yoyote tulionayo, ila ni kwa sababu tumemkimbilia Yesu Kristo. Haleluya! Ila ni kwa sababu ya jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Bali kusudi mfalme afunuliwe ile tafsiri nao tupate kujua mawazo ya moyo wako. Luka 22 wa 32. Mstari wa 38. Mstari wa 38 unasema, na kila mahali wakaapo wanadamu, wanyama wa kondeni. 32. Mstari wa 32. Mstari wa 32. Na sanamu hii kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu safi, kifua chake na mikono yake ni ya fedha, na tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba. Miguu yake ni ya chuma, na nyayo za miguu yake nusu ya chuma na nusu ya udongo. Nao katazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono, nalo jiwe hilo likaipiga sanamu miguu yake iliyokuwa ya chuma, na udongo likaivunja vipande vipande. Ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vilivunjwa vipande vipande pamoja, ikawa kama makapi ya viwanja vya kupepeta wakati wa haki, upepo ukavipeperusha hata pasionekane mahali pake. Na ile jiwe lililopiga hiyo sanamu ikawa mlima mkubwa, likaijaza dunia yote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hapa unaanza kuona kwamba ile sanamu kichwa kilikuwa cha dhahabu, kifua cha fedha, tumbo la shaba, miguu ya chuma, lakini nyayo za ile sanamu ilikuwa chuma na udongo wa matope. Akatafsiri ile ndoto Daniel, akasema ile ndoto tafsiri yake, kichwa cha dhahabu ni wewe mfalme wa dunia yote,
Baada yake atakuja mfalme mdogo ambapo wasomi wanasema ni nani wa theology ni Uajemi. Uajemi ndiye akaja akatawala dunia yote, ndio fedha. Halafu kaja Shaba, nadhani alikuwa ni Yunani, akatawala ile dunia. Chuma maana yake ni Roman Catholic au watu wa Roma, ndio hivyo. Haleluya. Chuma kwa maana ukisoma hapa anaelezea kwambia ufalme wa chuma ni wenye nguvu ulivutavuta vipande. Labda atakutolea tafsiri. Bwana Yesu asifiwe. Ufalme wa chuma ulitawala dunia yote. Naomba uwe makini hapa na malizia. Ufalme wa chuma ulitawala dunia yote, ni ufalme wa Roman Catholic. Ni ufalme wenye nguvu. Lakini anasema kuna ufalme utatokea mwishoni, itakuwa ni chuma na udongo. Mwambie mwenzako chuma na udongo. Chuma na udongo maana yake ni Roman Catholic pamoja na watoto wa mama mdogo. Amen. Inaanza kuchanganyika. Mmenielewa kwa mdogo? Haleluya. Sasa nasema katika ufalme wa chuma na udongo litatokea jiwe ambalo halijachongwa na mikono ya wanadamu. Lile jiwe litaanguka, litavuta sanamu nyingi, yaani falme zote. Na katika siku za wafalme wa chuma na udongo, lile jiwe litaiponda ile sanamu, itatoka kwa makapi. Makapi kama makapi ya ngano yatapeperuka. Halafu lile jiwe litakuwa vimilima. Hebu sema vimilima. Biblia ukiwa imeandika neno mlima maana ni ufalme. Ndio maana Daudi anasema nitainua macho yangu nitazame milima. Milima maana nitazame falme. Halafu anasema msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana. Mungu anataka kutumia neno kwamba katika mlima Sayuni, maana katika ufalme wa Sayuni. Kwa hiyo anaposema lile jiwe litakuwa, halafu litakuwa milima litaijaza dunia. Si ndio amesoma hivyo? Lile jiwe maana liko hai ambalo Nebukadneza aliona na Danieli na tafsiri. Lile jiwe liko hai, linakuwa, linaongezeka. Litakuwa litaijaza dunia. Halafu kienda kusoma hapo chini, anasema na baada ya hapo Mungu wa mbinguni hata waachia watu wote ufalme wao hapa duniani. Enzi yoyote haitaachiwa. Freemasoni, Illuminati, hawataachiwa tena. Ni nyakati hizi ambazo kuna wafalme wa chuma na udongo. Haleluya. Au tafsiri hiyo zabe zaidi ya mimi nadhani hapo naelewa. Hizi ni nyakati ambazo Mungu hawezi kuachia watu wengine, anaangalia watu wake. Amen. Hizi ni wakati ambazo Mungu hata achia wachawi waendelee kutawala. Anamwambia Daniel anamwambia Nebukadneza, anakwambia nyakati hizo za wafalme wa chuma na udongo. Baada hiyo jiwe, unajua Petro anasema, Mtume Petro anasema wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 1. Anasema sisi nasi kama mawe madogo yaliyo hai. Haleluya. Hivi jamani, mawe yarundika yanafomi si mlima. Ndio maana akasema lile jiwe ni kama mlima mmoja likajaza dunia, anasema ni kama milima. Yaani Mungu akiangalia Goba hapa anaona mawe yaliyo hai, mlima hivi. Akiangalia Morogoro anaona mlima. Akiangalia milima vinaijaza dunia. Nataka nikwambie huu ndio mwendo wa kwenda kuijaza dunia. Lakini hakuna sultani au wachawi au waganga wanaachiwa enzi tena. Sasa hivi Yesu hawaachi watu enzi. Watu wote waachiwa enzi. Haleluya. Ujanielewa? Ngoja nikwambie kitu. Unajua Yesu ni mfalme wa falme. Halafu nikutolee mfalme wa nani wa duniani. Mfalme wa duniani, mfalme wetu kama Samia anataka kwenda Dodoma. Ndani ya wiki 2 pale Dodoma, kabla hajafika, hali ya hewa inabadilika. Unaanza kutana na sura za watu wako serious, hawana masia. Haleluya. Unaanza kutana watu wako serious, hawana masia. Ukileta mchezo wanapoteza, wengine wanaitwa wasiojulikana, wengine hivi. Haleluya. Hawana masia, wanaandaa mfalme anaingia. Hawaendi watu wengi. Yesu Kristo ni mfalme wa falme. Anasema
litokee watu, lazima litengeneze kanisa liwe na watu ambao hawajawahi kutokea, sio kama Musa, sio kama Elia. Anasema ambao hawajawahi kutokea, lakini hawatatokea tena. Kwa nini? Kwa sababu mfalme wa falme anataka kuja. Hataki kuja akute kanisa lina watu wanaogopa. Ndio maana analitengeneza kanisa. Anataka aje kuona ndani ya kanisa kuna watu sio kawaida, kwa sababu yeye ni moto Bwana. Malaki anasema mnashangilia arudi Yesu, arudi Yesu. Nani atasimama? Malaki 3 wanaandika, nani atasimama siku ya kuja kwake? Kwa sababu huyo mtu ni mfano wa mtu asafishaye fedha kwa moto, ni mfano wa mtu asafishaye fedha kwa moto. Akitokea lazima akute mioto mingine iko hapa, lazima akute kuna watu sio wa kawaida. Mwambie mwenzako sio kawaida Bwana. Mwambie unaandaliwa sio kawaida Bwana. Yaani ukiamua sasa hivi kwenda kuleta watu 500 kanisani unaleta peke yako, wao sio kawaida. Haleluya. Haleluya. Mungu anakuandaa wewe sio kawaida. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua haya mengine Biblia inasema waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 18 na wa 19. Tuajua ya kuwa sio tunahisi. Tuajua ya kuwa dunia yote hukaa katika yule movu. Anamalizia Biblia koma. Anasema lakini sisi movu hatugusi. Haleluya. Sio tunabahatisha. Hivi unajua movu anakaa dunia yote lakini hatugusi. Na Yesu anasema Baba siombi watu ulimwenguni, bali walinde na yule movu. Haleluya. Haya maombi yalishapita tayari, ni wewe tu kuelewa. Kuna mchungaji mmoja aliomba komba akasema Mungu, mimi naomba unionyeshe mapepo. Akafunga siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Siku ya tatu akayaona. Watu wakajua na malaria kichwani. Kwa sababu anakutana yake ni mengi sasa anayaona. Yaliyokuwa kimini anashawishiwa kwa malaya, yaliyoshawishiwa sigara, mengi sasa hiyo kwa jina la Yesu. Hiyo kwa jina la Yesu. Hiyo wakamkamata. Mama mchungaji akakimbia akaita watu. Mchungaji vipi? Mchungaji anayaona. Hiyo kwa jina la Yesu. Hiyo mshawishi hiyo. Mengi mbaya sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo Biblia inasema tuajue kuwa dunia yote hukaa katika yule movu. Sio masiara. Dunia yote inakaa katika yule movu, lakini sisi hatukufi. Makofi kwa Bwana yetu. Haleluya. Wakamkamata mchungaji wakamfunga kama mpaka hospitali. Madokta na manesi wanampiga sindano ile kumwekea drip sindano ile labda kichwani zile. Nesi hiyo kwa jina la Yesu. Hiyo. Alipolala usiku Mungu akamwambia hivi, ndio maana nimesema nyie msienende kwa kuona bali kwa imani, kwa sababu mmekwisha washinda. Haleluya. Mmekwisha washinda. Uone wa nini? Wao wanakuona. Hata ukipita lakini hawakugusi. Umeshaombewa kwamba uendelee kukaa duniani lakini yule Mungu hakugusi. Haleluya. 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 Mchungaji alipolala usiku Mungu akamwambia usikuje tena kuniomba hivyo vitu. Lakini kanisa imefika kipindi tunasubiri mpaka akilia ngao ndio unajua leo shetani kama. Sio pale kisha kushindwa sasa anataka kupitia hofu, lakini wao wengi kuliko yule pale. Amen. Lakini hawakugusi. Au nataka hivi nasema kama. Kaje wakati wako wengi, wako mamilioni lakini hawakugusi. Ukiona kajitokeza kaza hii ujue kushindwa tayari. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nitoa ushuhuda wa mwisho katika malizia. Siku moja nimetoka kumwombea dokta mmoja wa Mzinga pale jeshini. Hapo anakufa siku ile. Dailo ya mauti. Nilipomwombea akapona. Alipopona wakaanza kumsikiliza saa 5 usiku na mke wake. Mzima kabisa. Nikaambia mimi kama mzima. Fahamu zipo na watu. Nilipoondoka hivi nimeshika barabara zamani kidogo miaka 2004 Morogoro. Na kule hakuna gari wala mtu. Kweupe. Lakini mbele kulikuwa na kuku mweusi. Yaani atakuja kanyuka kama gari. Nikajua kabisa huyu anayekuja ameshatumwa kutoka kusini. Haleluya. Kwa sababu
wakakasirika kwa nini yule mganga amepona. Kama ambavyo Mungu atakuponya na leo, kama Mungu atakuponya siku zote, wakakasirika. Aliposogea karibu ile kuku, nikagundua kichwa ni cha kuku lakini kilikuwa kondoo. Nikamwambia hivi, najua shetani na kuzimu yote wako kuzimu wanakuangalia ili washangilie utakachofanya, lakini ukijua Yesu na majeshi yote mbinguni wananiangalia nitakachofanya. Haleluya, haleluya. Nikamwambia njoo, aidha wao wafanye shetani na majeshi washangilie, au mimi leo nimfanye Yesu na malaika washangilie. Nikamwambia njoo, kwa sababu naelewa kwamba wamejaa duniani kote lakini hawanigusi. Najua mwambie mwenzako hawakugusi, mwambie hawakugusi. Unajua nia mwenyewe. Mimi zamani kabla sijaokoka nilikuwa nakutana na mtu mchawi anataka, anakuambia unajua mimi pale mtaani mpaka mimi zinanijua, yaani kama yeye ni mchawi kwa roho sana mpaka mimi zinanijua. Lakini wewe kama umeokoka hata uje mtama, yaani hebu sasa kujua yaani kiingia kwenye mtama kama upono. Haleluya. Kuanzia leo uwe baraka. Unajua maana ya baraka? Baraka tafsiri yake ni kwa mimi kupitia mimi, isitumii tu mimi. Kwa mimi kupitia mimi. Ibrahimu alipobarikiwa, mataifa yote yakabarikiwa. Na wewe ukishaokoka umebarikiwa, watu wote wanabarikiwa. Kasoro walio kinyume na wewe tu wanapigwa. Hiyo wanapigwa sio mimi. Kumbukumbu la Torati 7:10. Biblia inasema maana Mungu sio mlegevu kwa wanaomchukia. Hebu sikiliza, sasa maana mimi Mungu sio mlegevu kwa wanaonichukia. Yaani anataka sio mlegevu. Sio mlegevu. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu sio mlegevu kwa wachawi. Mungu sio mlegevu kwa wanaokusumbua, kwa sababu wanakusumbua wewe wanamsumbua Mungu. Unaniambia Paulo anasema, muulize yule Sauli Paulo akamwambia. Yesu anamwambia Paulo, mbona ni Sauli mbona unaniuzi? Hasa anakuuzi nani wewe? Anakwambia mimi Yesu au watu wangu kanisani wewe unaniuzi. Haleluya. Haleluya. Yeremia 8:21 anasema maumivu ya watu wangu naumia mimi, asema Bwana wa majeshi. Popote umeumizwa alikuwa anaumia Yesu. Wao wamezani ni ugonjwa wa kawaida lakini alikuwa anaumia Yesu. Ni kweli hospitali zipo, masoko yapo, lakini sisi kanisa manake waliopendwa na ulimwengu. Wewe sio wa kawaida, wewe ni mtu uliyependwa na hayo, wewe unaweza kufanya zaidi ya hayo. Haleluya. Unaweza kupokea uponyaji wa ziada, unaweza kupokea baraka za ziada, unaweza kupokea miujiza ya ziada. Ndio maana ya kuitwa kanisa. Kanisa ni mimi na wewe, maana umependwa. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Yule bwana alipokuja, yule kuku yule kabuki, yule bomu kanyaga, akageuka kama mwanadamu mweupe, mtu mweupe kabisa. Nikasema hapa ndio wanataka nikampiga roho. Haleluya. Nilipompiga roho akachokoka. Akakimbilia kitu cha pembeni mwa barabara. Kilikuwa kitu cha kijani. Akawa mrefu anayogayoka hivi. Nikamfuata kwa kitu kingine nikaenda kumfanyia nini? Akabadilika kama upepo. Akaanza kukimbia. Na kisikia upepo simuoni tena. Nikamwambia Yesu nisaidie. Mimi ndo nimekutana naye. Haleluya. Akakimbilia makaburini. Nikamfuata mpaka kwa makaburi ya Roma pale jirani. Nikaenda nikakaa ile kaburi na hasira, simuona anakimbia. Mimi nikamwambia sasa ngoja ifanye mjanja ikapoonekana. Haleluya. Hakuna cha kuzuru kwa jina la Yesu. Ni kwa vipi? Biblia inasema kuelewa ukovu ndani hadi utukufu hadi imani hadi imani hadi uhakika hadi uhakika. Utukufu hadi utukufu maana yake ni kutokuharibika hadi kutokuharibika. Hajajua roho ya uharibifu. Yesu Kristo alifunua, Biblia inasema alifuta mauti, akafunua uzima na kutokuharibika. Hebu sema alifuta mauti. Hata ya roho ya kinyongo. Lazima nikwambie kweli, Yesu alifuta mauti. Waraka wa pili wa Timotheo sura ya 1 anasema Yesu alipodhihirishwa alifuta mauti akafunua uzima na kutokuharibika. Maana wewe unachotakiwa kuona ni uzima na kutokuharibika. Unachofanya unaenda kuomba daftari kwa mwenzako Uingereza. Sasa kanisa tunachofanya tunaingilizia kwa wenzetu
mitandao, kila nafsi itaonja mauti. Hakuna hicho kitu. Paulo anasema wengine mtakaosalia hata mtakoke. Haleluya. Anasema wengine mtakaosalia hata mtakoke na Bwana. Alafu angalia kuna kina Henoko hawakuonja mauti. Aliishi miaka 365 akampendeza Mungu akachomoka. Mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa kama umegangamana na imani yako, umegangamana na hili neno, unataka ulipe nini? Ndio maana Yesu Kristo Isaya 8 alikuwa anatabiri Isaya 25 anasema ameimeza mauti hata milele. Mauti imekwisha kumweka hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Napenda ufunuo 1:17. Yesu akamwambia Yohana, hata ufunguo wa kifo na mauti ninao mimi. Yaani ufunguo wa kifo na mauti hawana ajali wala majini wala wachawi, hawana ufunguo wa kifo. Ukitaka kufa, yaani kwa Yesu anakufa funguo. Ndio maana anamwambia Petro, milango ya kuzimu haitakushinda kwa sababu Yesu ndio funguo tayari anazo yeye. Inaweza kushinda milango ya kuzimu. Makofi kwa Bwana Yesu. Ongeza makofi kwa Bwana Yesu. Magonjwa ni milango ya kuzimu. Madeni ni milango ya kuzimu. Mateso yoyote ni milango ya kuzimu. Lakini Yesu anasema milango ya kuzimu haitakushinda kwa sababu ufunguo anao yeye. Milango ya mauti haitakushinda kwa sababu anasema ufunguo ninao mimi. Ilikuwa Yohana mwanafunzi alimuona Yesu anatisha, akaruka mbinguni mpaka ili afa. Yesu akamwambia Yohana, amka, kwa sababu ufunguo wa kifo na mauti ninao mimi. Amka, peleke Injili. Amka, mtumikie Mungu. Amka, badilika. Amka, uwe mpya. Amka, kusanya watu kwa Yesu. Amka, mtolee Mungu. Amka, wewe tofauti. Ufunguo nao Yesu. Unaogopa nini? Ndio wakati mwingine msemishi kabisa shetani. Mwako ufunguo nao Yesu. Wewe unafanya nini? Amen. Hapo sema ndio Yesu. Shetani ndiye Mungu, anaweza akaja kwa sura ya malaika. Anasema kufanya malaika wa nini? Wa nuru. Akaja akamfanya wewe ukaanza kuamini basi ngoja nife ni Yesu kaja. Kumbe sio Yesu. Kwa sababu Yesu anasema hivi, Ayubu 26, mtafika kaburini wenye umri mtimilifu. Sasa pale umri mtimilifu tunaongea nabii. Koma. Alafu anasema kama mganda wa ngano ulio wakati wake. Nani anajua mganda wa ngano? Ngano iko shambani. Nani anajua? Atakuwa jamaa wazungu. Haleluya. Ngano haivunwi mpaka iname. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe ni ngano ya Mungu, hauvunwi mpaka iname. Mpaka utembelee kwa moyo. Kwa hiyo mambo ya kufa hayapo. Sababu Yesu anajua umri mtimilifu. Wanaweza kusema labda miaka 70 80 na nini, akasema umri mtimilifu kama mganda wa ngano ulivyo wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Nikwambie kitu, usikubali kufa kifo cha wafu wapumbavu. Amen. Daudi analia na Abineri, umekufaje kifo cha wafu wapumbavu? Kwa sababu Yesu amemeza mauti hata milele. Anza kuamini ili ulale kwa amani. Anza kuamini ili magonjwa kuachie. Kwa sababu hayo magonjwa yote yako kwa sababu ya Wamisri. Wamisri maana kwa sababu ya Yesu. Ndio maana unapofika pakaanza kutamba nimekuja duniani mwenye uzima kisha unao tele. Tele maana kuna majuka. Simama kwa Mungu yako. Weka mkono wako juu. Methali 12:21. Weka mkono wako juu. Sema ee Bwana Yesu, ninakushukuru ya kwamba sitaangushwa na wana wa uovu. Maana Mungu neno lako linasema hautawaachia enzi mfalme wowote au watu wengine wowote isipokuwa kanisa lako unalifanya imara nyakati za mwisho. Bwana Yesu, nakushukuru kwa kuwa mimi ni mshindi zaidi ya kushinda. Asante Bwana Yesu. Bwana Yesu, umenifanya mimi kuwa harufu ya manukato katika pande mbili, kwa wanaopotea harufu ya mauti iletayo mauti, kwa wanaopotea
naachia neema, naachia uponyaji. Baba, ninaamuru kila mkelewa ndani ya nyumba hii, ninamkemea kwa jina la Yesu. Kila magonjwa, kila mapepo, kila giza, kila uasi na kila roho ya uovu, achia ondoka kwa jina la Yesu. Kila mahali ulikuwa umeguswa, hata kutoka kama alivyokuja, iwe ni mateso ya miguu, iwe ni mateso yoyote, kama bahari ya Shamu ilipokimbia mbele ya Musa na Israeli, iliona nini sijui, kama Yordani ilipokimbia mbele ya Yoshua na Israeli, ndivyo mateso yanakimbia. Kila kilichokuzuia kinakimbia, kinaondoka kwa jina la Yesu. Kimemwona mfalme, kimemwona Mungu kutoka. Achia mateso, virus, magonjwa, bakteria, maumivu, uvimbe, poeza, ondoka chia, ondoka chia, ondoka chia. Sauti inakwenda, hii ni mamlaka. Toka, toka, achia kwa jina la Yesu Kristo. Achia, achia, hata teseka tena mtoto huyu. Nimeachilia upako, naachilia nguvu ya Roho Mtakatifu, naachilia uumbaji. Giza lilikuwa popote kwenye mwili wako, kwenye roho yako, inakuwa nguvu kwa jina la Yesu. 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 Pokea nguvu. Pokea nguvu, pokea. Pokea nguvu kwa jina la Yesu. Pokea nguvu kwa jina la Yesu. Shetani ondoka. Toka. Baki kwa mtu yoyote. Toka. Kwa jina la Yesu. Nuru kuu. Nuru kuu. Nuru kuu. Mauti umemezwa hapa mbele. Achia watu hawa. Kila mawazo mabaya, kila uwazo mabaya, kwa jina la Yesu. Achia. 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 Roho za deni zinavunjika. Hautakupotea kwa neno la Bwana. Uende ukakopesha kwa jina la Yesu. Uende ukakopesha kwa jina la Yesu. Na hatamuujiza roho ya uinjilisti, roho ya kumtumikia Mungu, roho ya kutolea Mungu. Pokea kwa jina la Yesu. 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 Hautakopeka. Kila mmoja atazaa Mungu wetu roho. Kila mmoja anaeleza roho. Mahali hapa sababu, mahali hapa pakubwa. Hela ni moja ya pokea. 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 Kwa jina la Yesu, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto. Achia watoto hawa, achia watoto hawa. Kila roho ya moto, kila roho ya mateso, kila roho ya vidonda vya tumbo, mwisho leo ushuhuda wako pokea, ushuhuda wako pokea, ushuhuda wako pokea, ushuhuda wako pokea. Kwa jina la Yesu, Mungu amekufungua, Mungu amekutendea. Wewe ni mzima.
wewe tuko, bali wewe ndio utafanya kwako tu. Sema amen. Mungu sana mtumishi wa Mungu. Hapa sio mgeni sana, maana binti mkali yuko